Tunaendelea na quantum number ya tatu na kuna kwa jina la magnetic quantum number. Hii ni maana ya magnetic quantum number. Hii ni quantum number ambayo inaeleza kitu kifuatacho. Ni quantum number ambayo ina describe about what? About numbers, idadi. Ipo hivi kwamba hii ni quantum number ambayo inaelezea kuhusu idadi ya nini? Idadi ya orbitals. How many orbitals are there in what? In a subshell. That is called what? Magnetic quantum number. Inaelezea kuhusu idadi ya nini? Ya orbitals ambazo zinapatikana kwenye nini? Subshell. Kwamba idadi ya nini? Idadi ya pamoja na mpangilio wa orbitals. Kwa kiufupi ni quantum number ambayo inaelezea kuhusu orbital kwa lugha rahisi. Inamaanisha kama ifuatavyo. Kwa mfano, au tumeka lugha rahisi kufanya kwamba principal quantum number tuseme inaongelea kuhusu roof ya gorofa. Roof ya nini? Ya gorofa. Umeona? Azimuth utakuwa unaelezea kuhusu ni apartment ambazo zinapatikana kwenye kila nini? Kwenye kila hiyo roof ya gorofa. Sema ila nani magnetic quantum number itakuwa inaongelea kuhusu rooms, vyumba kwenye kila apartment. Na najua roof ndo shell kama na apartment itakuwa ndo nini? Ndo sub shell, ila rooms ndo itakuwa ndo nini? Orbital. Nafikiri hapa nikitumia mantiki hii itakuwa ni rahisi kuelewa kwamba kumbe principle naongea kuhusu roof ya gorofa. Kuna roof tuseme roof namba 1 ambapo namba mpaka namba ngapi? Namba 4. Azimuth naongea kuhusu apartment sifuri mpaka apartment namba ngapi? Namba 3. Magnetic inaongea kuhusu idadi ya rooms kwenye kila subshell au idadi ya orbitals kwenye kila subshell. Sasa tuangalie uhusiano, tuangalie value ya nini? Ya magnetic quantum number. Unapataje value ya magnetic quantum number? Value ya magnetic quantum number unaipata wakati kwamba unajua kuhusu azimuth, kwamba uhusiano wako hivi. Unataka upate magnetic quantum number lazima kwanza ujue kuhusu nini? Kuhusu azimuth. Umeona? Kwa mfano hivi, ipo hivi. Jinsi ya kupata magnetic quantum number unapata wakati unapochukua ile azimuth na kuanzia kwenye negative mpaka kwa nini? Kwenye positive. Umeona? Ipo hivi. Kwa mfano tuchukue kama hivi, una azimuth ikiwa ni ngapi? 0, azimuth ikiwa ni 1, azimuth ikiwa ni ngapi? 2, na azimuth ikiwa ni ngapi? 3. Ina maana kwa azimuth ikiwa ni 0, ina maana magnetic quantum number itaanzia nini? Itaanzia negative 0 mpaka positive 0. Ukiwa na azimuth 1, ina maana magnetic itaanzia ngapi? Negative 1 mpaka ngapi? Positive 1. Ukiwa na azimuth 2, maana itaanzia magnetic itaanzia negative ngapi? 2 mpaka positive ngapi? Na ikiwa na azimuth ikiwa ni 3, magnetic itaanzia negative 3 mpaka positive ngapi? 3. Hiyo ndio jinsi ya kupata nini? Kupata magnetic quantum number kutoka kwa nani? Kutoka kwa azimuth. Sasa tuangalie how can you tunamaanisha nini kusema 0 hasi 0 mpaka 0. Na maanisha hasi 0 mpaka 0 unajua mnaga positive 0 na negative 0. Kwa hiyo mambo itakuwa just ni 0. Negative 0 mpaka positive negative 1 mpaka positive 1 maana itaanzia negative 1 0 mpaka positive gani? Positive 1. Negative 2 mpaka positive 2 itaanzia negative 2, negative 1 0 positive 1 mpaka positive ngapi? Positive 2. Negative 3 mpaka negative positive 3 itaanzia negative 3, positive negative 2, negative 1 0 1 2 3. Umeona? Kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo maana nimesema kwamba magnetic quantum number inaelezea kuhusu numbers za orbital pamoja na mpangilio. Namba za orbital maana ndizo kuzihesabu. Kwa mfano kama hapa ukianza azimuth ikiwa 0, unasema magnetic ni ngapi? 0 mpaka 0. Kwa hiyo unakuwa na magnetic only ni 0. Kwa hiyo unakuwa na only one orbital kuhesabu. Kwa hiyo itakuwa yes only one orbital. Ukiwa na
magnetic quantum number ikiwa ni hasi moja mpaka positive moja, amesha kwa na orbital ngapi? Orbital 3. 1 2 3, maana inakuwa 3 orbitals. Hapa tuna negative 2 mpaka positive 2, maana tuna 1 2 3 4 5, maana tuna orbital ngapi? Maana tuna 5 orbitals. Umeona? Na hapa tukiwa na magnetic ikiwa ni 3 mpaka 3, maana tuna nini? 7 orbital. Ndio tunasemaje siku zote azongu na azimuso ikiwa ni sifuri, tunasema tunaita ni s orbital, p orbital, ds subshell, p subshell, d subshell na f nini subshell. Umeona? Na maana s subshell siku zote itakuwa na orbital ambayo ni ngapi? Moja. Kwa hiyo s subshell siku zote orbital yake ni ngapi? Moja. Ukiwa na p orbital ambayo elo ni kwa ni moja, maana unajua magnetic tanzanisi moja mpaka positive moja, orbital zinakuwa 3. Ndio maana siku zote p orbital inakuwa na orbital ngapi? 3. Ikiwa azimuso ikiwa ni 2, unajua magnetic itaanzia hasi 2 mpaka nani? Positive nini? 2. Maana kutoka na orbital ngapi? 5. 1 2 3 5 orbital. Ukiwa na azimuso ikiwa ni 3, magnetic inaanza negative 3 mpaka positive 3, orbital zinakuwa 7. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 orbitals. Sasa nikisema sasa nionyeshe kwenye mtemo mchoro, nimesha kama hivi. Hii ndio n principal quantum number ikiwa ni 1, principal quantum number ikiwa ni ngapi? 2, principal quantum number ikiwa ni ngapi? 3, principal quantum number ikiwa ni ngapi? 4. Sasa tushaongelea hiki, sio kitu kigeni. Tunajua kwamba kwenye principal quantum number namba 1 tunakuwa just na s orbital. Kwenye principal quantum number 2 tunakuwa na s orbital pamoja na p orbital. Umeona? Na principal quantum number ikiwa ni ngapi? Ni 3, tunakuwa na s orbital, p orbital pamoja na nini? Na f orbital. Na ikiwa principal quantum number 4 tunakuwa na s orbitals, p orbitals pamoja d orbitals pamoja na complex 1 au f orbitals. So nikitumia orbitals sometimes napenda kwenda moja kwa moja na subshell, kwa msione kama mtawachanganya, sababu ndani ya subshell kuna orbitals. Umeona? Sasa itakuwa kama ifuatavyo. Hapa s orbital tunajua itakuwa ni 1s. Umeona? S orbital itakuwa ni nini? Itakuwa ni 1s. Hii itakuwa ni 2s, 2p. Nafikiri tushaongelea kwa ambao mjangaa video yangu ya azimuso quantum number, mkifuatia mtaona nini namaanisha. Itakuwa 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d na 4f. Tumesema s orbital au s subshell ambayo tunaita tu s subshell inakuwa na only one orbital. Umeona? S subshell tena hapa tunakuwa na orbital tena ni ngapi? 1. Pia inakuwa na orbital ngapi? 3. Sivyo? Hapa tunakuwa kama ifuata. Hapa una s ambayo na orbital 1, hapa orbital ngapi? 3, na d tunajua na orbital ngapi? 5. 1 2 3 4 5. Hapo tutakuwa s na orbital zote 1, kama tunavyoona s anakuwa na orbital 1 ambayo na azimuso ikiwa ni 0, s orbital 1. P inakuwa na orbital ngapi tumesema? 3. D inakuwa na orbital ngapi? 5. Umeona? F inakuwa na orbital ngapi? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Unajua kama kila orbit unakaa maximum number of 2 electron. Kwa hapo itakuwa ni 2 electron. Fanya hivi, itakuwa ni 2 electron. Na hapa kwenye kwa ni ngapi hapa? 2 jumlisha 8 hapa zinakuwa ni ngapi? 8 electron. Kwa shell namba 1. Shell namba 2 maximum, shell namba 1 maximum zitakaa 2 electron. Na hapo kipiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa maximum zitakaa ngapi hapo? Itakuwa ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zinakaa maximum of 18 electron. Huku zitakaa kujumlisha orbital zote ukipiga mara 2 zitakaa kama maximum ya ngapi? 32 electron. Umeona? Kwa shell namba 1 ambapo n iko tu 1 itabeba 2 electron, shell namba 2 itabeba maximum of 8 electron, shell namba 3 itabeba maximum of what? 18, na mwisho itabeba sasa na ngapi? 32.
Nafikiri kitu sio kitu kigeni kwenu katika mnaosoma organic chemistry. Ni kitabu mshakizoea kuhusu kwamba shell namba moja ni kama maximum of 2, 8, 18, 32 electron. Kwa hiyo ndio inamaanisha ndio ndio asili yake ilipotokea. Kama video yangu umeweza kuipenda hapo, unaweza ukalike ili niweze kunisupport kwa undani kwenye video zangu. Mpaka siku nyingine, chao.